Mwakinyo sasa hivi ameshachangamka kama nilivyosema, mwili wake umepata. Ameonja ngumi mbili tatu, ngumi nyingi, akiwa Mwakinyo amelalia kamba. Umeona pale azunguke, asining'inie kwenye kamba sana, atapata nafasi kama unavyoona pale. Ni Hasani November 29, 2019, dumayo itong Pinoy na tubong buhol na si Arnel Tinampay sa lugar na kung saan kilala din sa mga dayaan na laban ang bansang Tanzania. Isa umanong world rated itong kalaban na si Hassan Mwakinyo at naghahanap lang ng Chon A fight, pangtanggal lang daw ng kalawang bago lumaban sa bigating bakbakan. Pero di nila alam na nananalaytay sa mga ugat ni Tinampay ang dugo ng bayaning si Francisco Dagohoy na taga Bohol. Matapang at palaban at handang lumapa ng kalaban kahit sa mismong baluarte pa nila ang nasabing bakbakan. Simi-kumpiyansa ang kalaban dahil sunod-sunod din ang naging panalo nito. Hawak niya ang record na 15 wins at 11 dito via KO. Habang 25 wins with 24 losses naman ang dayong Pinoy. Kaya naman mataas ang kumpiyansa ng kalaban na malambot pa sa unan ang katawan ni Kabayan. Pero sa mismong gabi ng laban ay muntik nang maging bangungot ang inaasam-asam na easy win ng Tanzanian dahil nagulpi di gulat siya ni Kabayan. Ilang beses tinamaan ng solido at nahilo. Buti na lang talaga nakarisbak sa kanya ang referee at ang tatlong hurado na puro taga Tanzanian siyempre. Ating balikan ang laban ni Arnel Tinampay kontra Hassan Mwakinyo, ang laban na marami ang umalma sa naging resulta. Isa umanong lutong Macau ang laban nila. Ating tignan kung paano muntik ma-upset ni Kabayan ang world rated umano na kalaban. Kweli nilikuwa nausubiri sana mpambano kama kila Mtanzania anausubiri hapa. mambo ni slow bachua. Tinampay anapeleka ngumi, Mwakinyo anainama chini, anamwangalia kwa nini umeikwepa hii ngumi. Tinampay amulia zaidi huku Mwakinyo akiwa anasubiri kupata mahesabu yake. Tinampay anapiga combination nyingi kwenye, lakini Mwakinyo akiwa ametulia kwa anaweza kumchosha Jimmy. Zile ngumi ambazo amepigwa kwenye tumbo Na pressure wa Tanzania walikuwa hapa, mapambano makali, yani mapambano. na angalia anapobadilisha za huku mara huku. Hayo makelele ya watu unajua ndio wanakupa kidogo. Haya, naendelea kuangalia pale, ngumi zinaendelea kupigwa. sema ndio Mapambano hajaanza, akasema on the belt it is okay, below the belt ndio mbaya, ndio foul. Ngumi za tumbo zinaonekana kama sana. Round ya 4 inakamilika. Naam, hapo twende tuangalie ngumi ile. Mimi sidhani kama ilikuwa chini ya mkanda kusema kweli, lakini ilimuumiza Tinampay, lakini sidhani kama ilikuwa kwenye chini ya mkanda. Ile ilikuwa kwenye mpaka, kwa sababu referee kasemaje, on the belt it is okay, it is below the belt ndio foul. Naona iko kwenye mkanda kabisa, haiko chini ya mkanda ile. Ujue mambo PDG. Ukiangalia kupitia Azam Sports 2, hii ni raundi ya 5, nusu ya pambano. Wamekuwa na uzuri katika kitu basi kumfanya Mfilipino huyu ambaye anaonekana kwamba tumbo lake lina matatizo. Raundi nzuri sana ya choka kidogo, alafu ameruhusu very solid punches, ngumi ambazo ni nzito na zimeingia kwenye taya na sehemu ya kichwa ambayo itaanza kumpa kidogo wasiwasi Tinampay, na hata anza kumuingia Mwakinyo ovyo kama alivyokuwa anaingia raundi ya kwanza. Mwakinyo sasa hivi ameshachangamka kama nilivyosema, mwili wake umepata moto sasa hivi, na naona kwamba anataka kuadhirisha ikapenya tu alafu ikamwathiri. Unanielewa? Asimpe hiyo nafasi kabisa, aendelee kufanya kama anavyofanya. Good movement, good footwork, jab, pumping na combination. Naam, kwenye kona hiyo Tinampay bado anacheza na kamba, Mwakinyo anasukuma ngumi, Tinampay anacheza na kamba, Mwakinyo bado hataki kumwachia, anapeleka. Hii imekuwa ni staili kubwa sana ya Mwakinyo, na kama unakumbuka kule Uingereza alifanya kitu kama hicho, lakini Tinampay alionyesha kama vile amekubali, lakini Sengea mtu lazima boxer lazima utumie ujanja ili kumpata mpinzani. Raundi ya 7 hiyo, aanze kutafuta mbinu na awe mbunifu, afanye vitu ambavyo vimemfanya huyu Mfilipino anachanganyikiwa, kama kumpiga kwenye tumbo na hapa mpaume, na anaona Mfilipino anafanya vile, anatumia left hook, lakini ni kama kwa sababu kamshika kichwa na kumsukuma chini, anatumia left hook sana. Sijui kama niko sahihi, Rashid Matunga, kwamba amekuwa akidanganya na kulia. Jimmy, ndio hivyo ninavyosema, hii si sehemu nzuri kumtembeza sasa. Huu ni wakati wake, Tinampay ameshachoka.
Mwakinyo bado yuko fresh kidogo, ana nguvu zaidi. Kwa hiyo atumie ule ulingo, azunguke, asining'inie kwenye kamba sana, atampa nafasi kama unavyoona pale balance ile kwa so punch. Amejika kuanza upya tofauti na tulikuwa tumemwona kwamba akawa amekubali kile kilichotokea. Angalia ndio hivyo ninavyosema, hii si sehemu nyuma anachukua muda sana mpaka kurusha ngumi moja. Huyu anarusha ngumi zaidi ya 4 kwa wakati mmoja, na hiko ndio ambacho Jimmy alikuwa akiongelea muda mrefu. Kwa nini Mwakinyo kona yake unaona hii muda wote ya 9 inaelekea, na namuona kabisa sasa hivi concentration yake imepungua kwa sababu ya uchovu. Huyu jamaa na miaka 35, face ya Mwakinyo inakueleza amepunguza, anajijua yeye mwenyewe kwamba anataka hivi. Alikuwa anazichukua raundi zilizopita, anapiga ngumi anarudi kwenye kona, anapiga ngumi anarudi kwenye kona, anakubali ngumi anarudi kwenye kona, sehemu ambayo hatakiwi kabisa, na anaonekana anakubali ngumi mfululizo, huku stance zake ikizidi kupungua, miguu yake inaonekana imepungua kabisa uvumilivu, kama ambavyo ngumi kadhaa katika uso wa Mwakinyo kuning'inia kwenye kamba. Sijui kwa nini, hiyo sio sehemu nzuri sana kabisa ya Mwakinyo kuwepo. Sio, asiende kwenye kamba, atumie ulingo lakini asiende kwenye kamba. Anampa amekuwa ni bondia ambaye baada ya muda mrefu amekuja Tanzania katika mabondia wa kigeni, huku akiwa anaonyesha kwamba ngumi zinapigwa katika engo gani. Mwakinyo anaonekana kuchoka kwa kweli, Tinampe anapokwenda Mwakinyo anapiga bado hajajaribu, lakini Tinampe naye anajibu. Tatizo bado amekaa kwenye kamba, hawezi tena kutumia miguu yake. Mimi nasema matrena wanamtreni, kumtreni vizuri, matrena wanamtreni mgumu kama huyu Filipino. Tinampe ni hatari sana, akiwa anarusha ngumi zile ambazo karusha Mwakinyo, lakini bado anamwangalia Tinampe hapa, anatoa mbwembwe zake, anarusha ngumi ambazo na Jimmy, unamsikia Snake akisema my God. Tinampe anafurahi kuonyesha kwamba yeye ndio mshindi katika pambano hili. Kwa tathmini, jaji namba 3 ametoa point 96 kwa 96. Mshindi kwa majaji 2 kwa 1 ni Hassani. Majority decision ang hatol ng mga hurado pabor sa kanilang pambato. Nakakahiya naman talaga kung Pinoy ang mananalo sa bakbakan nila na may record lang na 25 wins at 24 losses kontra sa kanilang world rated na alaga na inaasahan pa nila na magiging world champion. Kaya naman, wala ka talagang takas kung isa ka lang dayo sa baluarte ng kalaban, lalo na't di mo ito matapos via knockout o mapatulog sa bakbakan. Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa Channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe. Bang!